Getong'anya, familia isiyoguswa ndani ya jamii ya Abakuria, Kuria Magharibi. Karibu katika makala haya ya darubini ya jamii, hasa katika mahakama. Huu ni kilio cha haki kinachodai kusikilizwa. Katika Kuria Magharibi, jina la familia ya Wambura Kegota wa kutoka Getong'anya linazidi kuibuka kama ishara ya hofu, nguvu zisizoelezeka na madai ya kuwa juu ya sheria. Kwa sauti ya chini, kwa macho ya tahadhari, wananchi wanasema hii ni familia isiyoguswa. Wapo waliodhulumiwa, wapo waliotishiwa, wapo waliokaa kimya kwa miaka, si kwa sababu hawakuwa na ukweli, bali ni kwa sababu waliogopa madhara. Leo tunasema imetosha, punda amechoka. Hii ni kesi ya jinai E727 of 2024 ikiwa ni katika mahakama ya Kehancha, hukumu ikitolewa na hakimu JP Nandi. Katika kesi ya criminal case ya Gati Wambura ambaye anatoka kwa jamii tajika, jamii iliyo na nguvu na mamlaka, jamii ya Kuria inaachwa na maswali mazito yasiyojibiwa. Mshtakiwa Gati Wambura aliachiliwa huru licha ya madai kwamba kulikuwa na ushahidi wa wazi, ripoti ya kitaalamu na mashahidi waliodaiwa kuona tukio lenyewe. Kinachotia wasiwasi mkubwa ni kwamba kwa mujibu wa waliokuwepo, mahakama ya upande wa mashtaka walifahamu mashahidi wawili waliotoa ushahidi walikuwa wakisema uongo chini ya kiapo, lakini ushahidi huo ukaendelea kukubaliwa na hakimu ambaye alifahamishwa kwa uwazi kwamba mashahidi hao ni wa uongo. La kuchoma roho ni kuwa mbinu familia hii ya Wambura Kegota hutumia ni kuzuia walalamikaji wasipate nafasi kuongea kotini. Nini kuhusu mashahidi wa Gati Wambura? Ni mashahidi wa shauku. Shahidi wa kwanza, Bwana Simon Wambura, alisimama kizimbani na kujitambulisha kama afisa wa afya, akiwa yeye ni mchungaji wa kanisa la Gati Wambura. Lakini kile ambacho hakikuelezwa mahakamani kwa mujibu wa madai yaliyowasilishwa baadaye ni kwamba Simon Wambura ni ndugu wa damu ya Gati Wambura, baba mmoja, mama mmoja, ni mtu na ndugu yake. Simon Wambura aliishi na Gati Wambura wakati bado akiwa shuleni. Mahusiano haya hayakuwekwa wazi mbele ya hakimu. Shahidi wa pili, Bwana David Onyango Omwebu, alidai mahakamani kuwa yeye ni mfanyakazi wa kuchunga ng'ombe. Lakini kwa mujibu ya majirani na jamii inayowazunguka, Omwebu anajulikana waziwazi kama mume au mwenza wa maisha wa Gati Wambura ambaye ni mjane. Hii sio jambo linalohitaji sayansi ya roketi kuligundua. Ni jambo la wazi kwa yeyote anayeishi eneo hilo. Cha kushangaza zaidi ni kwamba mahakama ilifahamishwa mapema kuhusu mpango huu wa kudanganya, prosecutor akifahamishwa hata kabla ya hukumu, lakini bado mahakama ikaamua kuikubali. Ni kwa nini? Lakini jeraha kubwa kuliko yote ni hii. Susan Boke Mukami ambaye ni mlalamikaji katika kesi hii hakuruhusiwa kuzungumza mahakamani, hakuruhusiwa kueleza alichofanyiwa, hakuruhusiwa kusimulia uharibifu uliotokea, hakuruhusiwa kulia mbele ya sheria. Sababu iliyotolewa, Susan alishindwa kutaja nambari ya shamba analoishi. Hebu tujiulize kwa uaminifu, ni wanawake wangapi wa Kiafrika wanajua nambari za hati ya ardhi zilizoandikishwa kwa majina ya waume zao? Pengine thuluthi mbili peke yake. Je, haki ya mwananchi inapaswa kuzuiliwa kwa misingi wa uratibu wa kiufundi au technicalities? Hapana. Katiba ya Kenya ibra ya 159 iko wazi kabisa. Haki haitanyimwa kwa misingi ya kiufundi. Zaidi ya hapo, kesi hii haikuwa ya mpaka wa ardhi, ilikuwa kesi ya uharibifu wa makusudi wa mali. Kwa nini basi mlalamikaji alizuiliwa kuzungumza? Na je, majirani hawa wawili wamewahi kuwa na mzozo tena kabla ya hapo?
Ndiyo, Gati Wambura aliwahi kuwakamata wana wawili wa Susan Mukami na kuwaweka korokoroni, kisha akaitisha shilingi 30,000 ndio awaachilie. Ushahidi wa jambo hili upo. Hii ni taarifa muhimu sana ambayo Susan alitaka kueleza mahakama, lakini hakimu Nandi akamnyima nafasi. Vilevile Susan alitaka kuiomba mahakama imkataze Gati Wambura kuendeleza ugomvi wa mara kwa mara, lakini hakimu alimnyima nafasi Susan Mukami. Susan alikuwa na ushahidi tosha kuwa ameripoti kwa chifu mara kadhaa kuhusu usumbufu wa Gati, ambaye machifu wawili tofauti wamesema waziwazi kuwa Gati Wambura amewashinda, lakini hakimu hakumpa Susan nafasi ya kuongea. Court proceedings kwa nafasi ya alichosema Susan Mukami iko tupu kabisa, hakimu akiandika kile kilikuwa kwa ripoti ya polisi. Maswali: kwa nini mahakama ilitoa uamuzi bila kumsikiliza mlalamikaji? Pili, kwa nini ushahidi wa mashahidi waliodaiwa kuwa wa uongo ulikubaliwa? Tatu, kwa nini ripoti ya afisa wa kilimo ilionyesha uharibifu mkubwa wa bustani ilipuuzwa? Nne, kwa nini ushuhuda wa mtu aliyedaiwa kushuhudia tukio moja kwa moja haukupewa uzito? Tano, kwa nini barua 6 tofauti za mwito kutoka kwa machifu waliokomplaini kuhusu Gati Wambura zikionyesha kukaidi mamlaka mara kwa mara hazikuzingatiwa? Kwa nini hakimu atupilie mbali kesi kuwa ilichochewa na mzozo wa mpaka, ilhali Susan alileta kesi ya uharibifu wa mimea? Court proceedings inathibitisha kabisa. Ofisi ya chief ni ngazi ya kwanza ya haki ya jamii, lakini kwa mujibu wa nyaraka zilizowasilishwa, mwito wa machifu ulikataliwa na Gati Wambura mara kwa mara, na hata nyaraka hizo mahakama ilikataa kuziangalia. Je, hii inaashiria nini? Hukumu itatolewaje bila mlalamishi ambaye yupo kotini kukosa kuongea? Hofu, vitisho na majina makubwa. Kwa madai ya wanajamii, Gati Wambura Kegota amekuwa akitaja majina ya mandugu zake ambao ni wakubwa katika serikali na hata katika vyombo vya ulinzi, akisema ndugu yake ni balozi na mwingine mkuu wa majeshi, na akijigamba na kudai kuwa hakuna yoyote wa kumgusa, na mara akiwatisha wengine kuwa anaweza kuamuru hata matumizi ya risasi. Kauli kama hizi, ziwe za kweli au la, zimejenga utawala wa hofu katika jamii ya Getong'anya na Kuria kwa jumla, na haki ikitawaliwa na hofu, taifa huanza kuporomoka. Huu ni mwito wa mwisho kwa mahakama na taifa kwa jumla. Mahakama ni tumaini la mwisho la maskini. Mahakama ni nguzo ya mshikamano wa jamii. Tunatoa mwito wa dhati kwa idara ya mahakama, wizara husika, mashirika ya kiraia, taasisi huru za uchunguzi. Chunguzeni madai haya, sikilizeni waathiriwa, linda imani ya wananchi kwa haki. Wakuria tunayo njia mbadala ya kutatua mzozo. Wale ambao ni wakorofi huogopa kupitia kwa njia hizi, maana jamii ni kioo cha mtu. Mheshimiwa Jaji Mkuu Martha Koome, ikiwa mlango ya haki itafungwa, maskini atakimbilia wapi? Simulizi hii si hukumu, ni kilio cha waliodhulumiwa, ni mwito wa uwazi, ni changamoto ya dhamira ya taifa, ni makovu ya maovu katika mahakama zetu za Kenya. Bwana Hakimu Nandi, una hakika kuwa hukumu ilikuwa huru, ya haki na bila ushawishi wowote wa nje? Kadri imani ya umma katika mahakama inavyoendelea kuyumba, ukimya hauwezi tena kuwa jibu.
Ni mimi msimulizi wako Baa Mkubwa George Chacha, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu. Tujiunge pamoja, tusafishe kisima cha makoti zetu, kisima cha haki kotini. Amina.